Yaani bwana, katika maisha halisi unaweza likawa gari moja madereva wengi, lazima liharibike. Lazima liharibike kwa sababu kila dereva hii bwana, mimi nataka yani watakaonielewa vizuri ni wenye D mbili. Wenye D mbili ndio watakaonielewa vizuri. Yaani gari moja ina madereva kuanzia 5 au 10. Hilo lazima liharibike tena mara kwa mara. Na hata kama lisipoharibika, siku ya siku wameliendesha, siku ya siku kaenda ukalinunua, ukaliweka nyumbani kwako. Bwana we, lazima uje ukute bovu. Kama sio bovu, akati injini yenyewe imechoka. Lazima ukute injini imechoka kwa sababu kuna madereva wengine ni mafia. Kuna madereva wengine ni vichaa. Mwingine anafika tu pale anafika hata clutch hajakanyaga vizuri, anaingiza tu gear, tunaingia tu. Unakuta yani gear sometimes zinashuka down. Zinashuka down. Kwa sababu ukiangalia madereva hayo, wewe fikiria madereva mwingine anakuja anaendesha kivyake. Mwingine anapiga mashuti makali, mwingine gear ndo kama hivyo, mwingine accelerator na kanyaga mpaka mwisho, mwingine accelerator mpaka katikati. Even ila kumbuka nimeshasema hivi. Wale wenye D mbili ndio watakaonielewa. Na kama kweli wewe una D mbili, dondosha comment. Dondosha comment kama umenielewa na maanisha nini. Kwa elewa, tunapoenda kununua magari, tujaribu kufuata historia. Jaribu kufuata hata historia kwamba je, hili gari lishaoendeshwa na magari na madereva wengi? Kwa sababu kama nilivyokuelekeza, madereva wakiwa wengi, kila bwana dereva anaendesha staili yake. Kwa sababu elewa hivyo, elewa anaendesha tofauti. Kwa sababu sije nikasema sana bwana, msije tukakosana. Mimi najua watu nasikiliza sana ili tukosane. Hapana. Kama nasema hivi, akili kichwani, Mungu moyoni, pesa mfukoni. Kama una D mbili, ushanielewa na maanisha nini? Maana kuna watoto huko ndani kwenye FD. Najua huko ndani kuna watoto.